Video hii iwe maalum kuongelea mambo ya kitaaluma yanavyotakiwa kufanyika kiofisi. Yes. Mtoto anatakiwa awe anatoa taarifa official. Sawa Kitu kingine, kuna mitihani ya special, ni lazima aandike barua kwa chuo kwamba appeal inatokana na kutokuridhika. Taarifa zote hizi ninazozisema haziko tu mtandaoni. Hizi taarifa zote ziko kwenye chuo. Ndugu mzazi, jua kwamba chuo wana utaratibu kama zilivyo shule. Wana account number za shule za malipo za leo, appeal, postponed, mitihani ya special. Mzazi ambaye mtoto wake yuko chuoni, Justin, tusemezane. Haya, wazazi wenzangu wenye watoto chuoni, kuna vitu tu vya official tunatakiwa tuviongee kuhusu watoto wetu. Tumeongea kwenye video zilizopita kwenye hii series jamani ya watoto wa wanavyuo, wazazi wa wanavyuo, tumeongea vitu vingi sana. Lakini kuna siku nilisema kuhusu mambo ya SAP, nilisema kuhusu mitihani ya special. Kuna hichi kitu kinaitwa postponed, mtu ana postpone semester, kuna mtu mwingine ku appeal. Haya ni maneno ambayo utayasikia. So ninaomba hapa video hii iwe maalum kuongelea mambo ya kitaaluma yanavyotakiwa kufanyika kiofisi. Yes. Mtoto wako amesajiliwa, ni mwanachuo, ameingia chuoni, ni mwaka wa kwanza, ni mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa nne au mwaka wa tano. Haya mambo haya yanatokeaga na yanapaswa kufanya. Tulisema mtoto anatakiwa awe anatoa taarifa official. Sawa Vyuo wanapenda taarifa official. Yaani vyuo wanavyo treat ni kama ofisi. Na inasema hivi makusudi ili mzazi, mtoto wako akipata tatizo ujue unafanyaje. Mfano tunaanza kuelezeana kwenye kitaaluma. Neno postponed watu wengi ni kama kuairisha either mwaka, either semester, either mitihani na kadhalika. Na hii inatokana na mambo mengi. Inaweza ikawa mtoto amekosa ada hapa katikati, inaweza ikawa mtoto aliumwa, inaweza ikawa kuna vitu vinatokea kwenye maisha ya kila siku. Kwa hiyo mtoto yule anatakiwa, endapo amepata matatizo na anatakiwa awe labda yuko mwaka kwanza, anaona kabisa mwaka unaofuata sitaweza kuendelea, anatakiwa aandike barua kuwa ana postpone, anasogeza mwaka, anasogeza semester, muda mwingine anasogeza mpaka mitihani. Lakini huwezi ukasema tu mimi amelala nyumbani anasema mimi mitihani nitaenda kusoma mwakani. Taarifa ni muhimu. Kwa hiyo kama nyinyi familia kuna jambo mtoto wako analipitia, hata kama hilo jambo anaweza asiwashirikishe. Ninasema hivi kwa sababu kuna watoto wengine wanafanyaga maamuzi huku vioni wala hata wasemi. Kwa hiyo umshauri, mfundishe mtoto wako taarifa yoyote ile endapo anataka kuahirisha mitihani, kusogeza semester, kusogeza mwaka, na mengine yanayoweza kutokea ambayo yanamfanya huyu mtoto aahirishe usomaji wake. Kuna barua maalum anatakiwa aandike, iende kwenye idara yake, ikitoka kwenye idara iende kwenye college husika, ikitoka kwenye college husika iende kwa mkuu wa chuo. Hizo ni process. Kwa hiyo mtoto wako inabidi aandike barua ya kupostpone, na kusipokuwa na taarifa muhimu ya barua hiyo ya kupostpone, mtoto wako ana discontinuation, hata endelea na chuo. So ukisikia mtoto anambia anataka kupostpone, inamaanisha ni kwamba amesogeza mwaka wake wa kusoma au semester na kadhalika. Kwa hiyo hakikisha mtoto wako anaandika barua ya kupostpone endapo akipata matatizo au chochote kile. Sawa Kitu kingine, kuna mitihani ya special. Mitihani ya special ni ile mitihani ambayo wenzake wakiwa wanafanya mitihani hakuweza kufanya mitihani kwa sababu zilizo nje ya uwezo wake, ugonjwa, misiba hutokea. Ili aweze kupata mitihani ya special ni lazima aandike barua kwa chuo kwenye idara yake husika. Ikitoka kwenye idara inaenda kwenye college, inaenda kwa mkuu wa chuo. Yaani process ni hizo. Inabidi aandike barua ya kuomba kufanya mitihani ya special ikiambatana na viambatanisho vya sababu, endapo ni ugonjwa, endapo ni kifo, na sababu yoyote aliyotoa ambayo inakuwa na kiambata. Yaani uwezi ukasema tunaomba mitihani ya special bila kuwa na sababu. Hizo sababu nyingi zinatakiwa viwe na viambatanisho. Kwa hiyo endapo mtoto anataka kufanya mitihani special, kwamba tatizo limetokea kipindi ambacho wenzake wanafanya yeye ameshindwa kufanya, anatakiwa kufanya mitihani special, inabidi mtoto wako aandike barua
ya kuomba mtihani wa special ukiwa umeambatanisha na hivyo viambata vya hiyo sababu aliyofanya nini, aliyoitoa. Sawa eh? Kwa hapo tumeona postponed, tumeona mitihani special, si ndio? Kuappeal ni kuomba either yaani kuappeal, natafuta Kiswahili kirahisi cha kusema, mfano mtoto wako amepata barua, amepata matokeo ya discontinuation. Kwa unaomba wasaishe tena ili wafikirie, kama unaomba wafikirie maamuzi yao mara ya pili. That is what I can say. Kwamba appeal inatokana na kutokuridhika au kutokuridhiana na kile kilichokuja, hususan kwenye matokeo, hususan kwenye uamuzi ambao chuo unakuwa umeamua kwa ajili ya mtoto wako. So mtoto wako akiona labda matokeo yake hajawa vizuri, labda hii sapu nimeonewa, au labda hii repeat nimeonewa, au bwana hapana haikuwa sawa, anatakiwa aandike barua ya kuappeal. Anaandikaje barua? Ndio vile vile idarani, ikitoka idarani inaenda kwenye college, ikitoka kwenye college inaenda wapi? Kwa mkuu wa chuo. Yaani that's the process. Kwa hiyo lazima aandike barua ya kuomba kuappeal. Hizi taarifa zote hizi ninazozisema haziko tu mtandaoni. Hizi taarifa zote ziko kwenye chuo husika, kwenye idara husika. Mtoto wako amepata tatizo, unataka kuwa mzazi mfuatiliaji, nenda chuoni, piga simu, kuwa hata na namba ya secretary, yani kuwa hata na mtu wa utawala wa chuo husika. Hile inakusaidia wewe kupata taarifa sahihi, kwa sababu watoto wengi wakiwa wanaanza chuo hawana ile capability ya kujua vitu, ule uwezo wa kujua vitu, kwamba bwana hii ni kama ofisi inabidi utoe taarifa. Kuna ile kupuuza, yani watoto ni wadogo. So imagine mtoto wa miaka 18 unamwambia inabidi andike barua, sio inabidi amuone principal, inabidi sio afanyaje, anakuwa ile kama liwalo na liwe. You understand? So ili kuepusha liwalo na liwe, mzazi hakikisha una taarifa rasmi, una uhakika na taarifa mtoto wako anaokupa. Piga simu, panda gari, nenda. Yani mimi nasisitiza sana a physical approach inakusaidia sana, kwa sababu hizi ofisi sio majitu, ni watu ambao wako kwenye hizo ofisi wenye taarifa sahihi. Taarifa sahihi mtu anazipata kwenye ofisi sahihi. Kwa kama mtoto wako anataka kuappeal, anataka mtihani wa special, anataka kupostpone, hizi taarifa na utaratibu upo kwenye idara ya chuo husika inasema. Sawa eh? Kitu kingine, mambo yote, taarifa zozote rasmi zinakuaga kwenye akaunti ya mtoto. Sawa eh? Akaunti ya mtoto, website ya chuo, magrupu yao na kadhalika. Sawa eh? Hata kalenda ya chuo kinaanza lini, kinafunguliwa lini, mitihani inafanyika lini. Hivi vitu vyote, yani chuo wana utaratibu. Yani ndugu mzazi, jua kwamba chuo wana utaratibu kama zilivyo shule. Kwa hiyo ili kujua utaratibu ni wewe kutoa muda wako kwenye ufuatiliaji, na hiyo itakurahisishia sana maisha yako wewe na mtoto wako sana, kwa sababu utakuwa huna haja sasa ya kukimbizana na mtoto wako, mara anakuambia uongo, mara sijui nini, mara, kwa sababu nayo kuna kukua nayo, akifika kule akiona umfuatilii na yeye anabweteka. So wewe mzazi, ili kuwa bumper to bumper na mtoto wako, ni kuweza kuwa na taarifa sahihi. Taarifa sahihi unapata wapi? Kwenye ofisi husika. Yaani uwezi ukasema una taarifa sahihi. Yaani taarifa sahihi zipo kwenye ofisi husika. So ili kujua mambo yote haya, hakikisha unaenda kwenye chuo husika. Na kama ndo mara yako ya kwanza kumpeleka mtoto chuo, nenda naye tu, jua usajili unafanywaje, anapataje registration number, jua tu. Yaani achana tu onekane mtoto wako akishua umempeleka chuo. Sawa, lakini kuna vitu tu. Yaani sio kwamba ile unaenda uwe kwamba ndo ile kwamba mtoto wako hawezi kujitegemea. Unaenda wewe kupata taarifa kama mzazi. Kuwa na account number za shule, za malipo yote. Yaani malipo kama kuna mitihani ya kulipia. Mfano mitihani ya sapu ya pili nahisi. Kuna mitihani huwa inalipiwaga. Kwa appeal pia kuna malipo. So vitu kama hivyo you have to know. Kwamba bwana, endapo mtoto wangu akiappeal labda how much anatakiwa kulipa. Mtoto wangu akitaka labda kupostpone, je, kuna gharama zozote au iko? Yaani you have to know. Kwa sababu watu wengi hawana taarifa sahihi
Yes, wazazi wengi hawana taarifa sahihi kuhusu elimu ya chuo ya mtoto wao. So tuko hapa kusemezana kuhusu hayo mambo. I hope umejifunza leo. Appeal, postponed, mitihani ya special na nini tena nimesema, na hayo mengine yote ambayo tumesemezana katika video hii. Kila laheri kwa mzazi ambaye mtoto wake yuko chuoni. Justin, tusemezane.